Nĩnjũĩ atĩ wewe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, kanua kaguo yohio nĩmo. Kĩngũnyiti ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi njĩta Kĩmiti wa Gĩtaũ. Ũmũthĩ ndĩ Rimũtha thĩinĩ wa kaunti ya kũndũ gwĩtagwo Narok, gũkũ nĩ Entulele, nĩkuo tũkĩte kwaranĩria hamwe na mũrĩmi witũ mwĩte Ole Nchue. Ole Nchue ekĩte atĩa? Arĩmĩte mbembe na njĩra nene mũno, na reke ngwĩre thabarĩ ya kũrĩma mbembe ti hũthũ, tondũ ihinda-inĩ ta rĩrĩ gũtakoretwo mbura. Ole Nchue nĩ augĩte niĩ nĩ ngũrĩma mbembe, na hihi akoretwo agĩcirĩma na njĩra ĩrĩkũ? Ririkana atĩ Ole Nchue ndagĩcerete arĩ o wika. Nĩkĩ? Nĩ tondũ Equity Bank ĩkoretwo ĩ mũrata wayo wa hakuhĩ mũno. Akinya nĩ ũhoro wĩgiĩ kwenda matinga, Equity ĩgakorwo ĩrĩ o hau. Ekinya nĩ ũhoro wĩgiĩ wa kwenda mbembe, gwetha bataraitha, ona ningĩ gĩthomo gĩkĩ gĩothe kĩhotete kwamũkĩra gĩa kũhota kũigithia na gwĩka mathabu make mahana harĩa-rĩ, Equity ĩgakorwo nĩ yahota kũmũteithia. Na to ũguo, reke ngorwo ngĩgũtaũkĩra atĩ ndagĩcerete arĩ o wika. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ona mũndũ ũgwĩtwo mũtaaramu akoretwo ũrĩ o nake, na ũcio nĩ akũhota gũtwarĩria atwĩre atĩrĩrĩ, mbembe ici-rĩ tũkũrĩma atĩa rĩrĩa gũtarĩ na mbura ĩyo nene, ona rĩrĩa twĩna gabura kanini-rĩ tũngĩrĩma mbembe atĩa na njĩra ĩiguĩte. Na to ũguo, nĩ tũgũcoka ningĩ tũrĩkĩrĩrie na kwenda kũmenya mbembe ici-rĩ nĩ tũkũrĩma kana tũtikũrĩma. Tũtietinda haha cai na karara, reke tũingĩre kuo twambĩrĩrie tabarĩra itũ na njĩra ĩyo. Hakĩrĩ ũndũ ũngĩ twaririe atĩ Ngai mwega mũtugi na ĩri. Jambo. Tamatiza hiyo, wacha nikwambie. Ndio hiyo. Salimia watu wa nyumbani pale, yes. Na utukaribisha hapa nyumbani. Karibuni kabisa hapa Ndulele Oloika. Vile mimi ni mkulima hapa. Yes. Saa karibu Kitao Ole Kitao. Ole Kitao. Leo mmoja mfanya ndaza ndio rege. Leo ni ndetagwo Kimiti Ole Kitao. Kabisa sana. Kabisa. Sasa msimu ambao tuko sasa hivi ni msimu upi katika upande wa Narok, wale ambao wanapanda mahindi? Hii ni msimu ya mwezi wa 3, tunapanda, prepare, tunalima mashamba. Ni kweli. Alafu tulime. Okay. Sasa tunaanza kupiga raunda kwa sababu hii mwaka imenyesha. Yeah. Lakini hizi tulipanda short rain. Ya October na November, December. Wow. Hebu tueleze manufaa ya kupimiwa mchanga, na pia nyinyi utueleze nyinyi uweza kupimiwa mchanga? Tunaweza pimiwa na Ministry of Agriculture au na utaweza pima binafsi. Okay. Sasa kuna hiyo kampuni. Yeah. Sasa kupima mchanga lazima uwe na expert. Sababu shamba huwezi chukua mchanga vile tunachukua, mpaka tuwe na diagonal, horizontally na expert. Yes. Sasa mpaka tuchukue vile, kwa sababu tunataka mtu anajua utaalamu ya mchanga. Kutoa Bwana Ole Kimiti mchanga, yes. Kwanza tunaenda kama portion. Yeah. Portion A, portion B, yeah. Portion C. Utajuaje ni mbegu ipi njema ama ni mbegu ipi mzuri ya kuweza kupanda kwa this region? Kuna makampuni tunakuja inatuwekea show, kama tunapanda mwaka moja tutaweza kuwa na field kama eka 2 au eka 1. Kama ni 6 series, 5 series, kama ya Kenya seed na pana, na hiyo hii ya DK. Sasa mkulima atajua hiyo mahindi itasaa kama gunia 40 au zaidi. Tutajuaje ni mbegu ngapi ama tutatumia paketi ngapi za kuweza kupanda ndani ya ekari moja? Hiyo sasa inategemea na calibration ya planter, kwa sababu eka moja ya mahindi inataka kuchukua 10 kilos per acre, na hiyo ni kama 21,000 seeds. Sasa mbegu minimum unafanya, kama mbegu ni kubwa unafanya setting calibration ya planter. Okay. At least uingie kilo 10 kwa eka. Mechanization ambazo uko nazo kwa shamba ni zako we mwenyewe ama ni za community ama mnaziitisha kutoka kwa county ama mnazipata kivipi? Inategemea, lakini ni zangu nimenunua. Hebu tueleze, kunazo mechanization ama vitu ambazo umeweza kununua kupitia benki ya Equity? Tulianza hiyo kazi nikiwa kijana. Nilianzia na eka kidogo kama eka 5. Nikafika eka 7, eka 10. Sasa nimekuwa mkulima. Wakati nilifika kama eka 100, nikafikiria, kwa sababu nilikuwa nakomboa matinga ya watu. Nikafikiria nitapataje, nikatembelea watu wa Equity. Kuna asset finance. Yes. Nikaongea nao, wakaanza kuninunulia tractor ya kwanza. Tukaenda naye nikalipa hiyo. Wa pili nikarudi, ninaona kazi imepanuka. Nikarudi tena, wakanipatia ingine. Sasa hawa watu wamekuwa
nikaelekea nikafanya kazi mzuri nao. Umeweza kuendelea kuoneshana kwamba unaendelea kupaa. Wengi tutajiuliza ni vipi umeweza kupanda zile stairs za kusema kwamba ninaendelea kupanuka. Kulima nilianzia na eka 5 nikapata. Kwenda eka 10 nikapata kidogo. Hiyo mwaka inayefuata nikapata hasara. Pata hasara nikasema nitapata wapi pesa ya kwenda iniinue tena. Sasa nikatembelea watu wa finance wa Equity, wakanisaidia nikainuka. Sasa mtu anaenda anaanguka anaamuka. Ikifika ni kuwekea fertilizers ambao tunasema ni mbolea, utawezaje kujua mbolea mzuri ya kuweza kupandia mahindi yako na kuweza kujua ile fertilizer mzuri kabisa na wale ambao watakupatia fertilizer njema ya kupandia mahindi? Fertilizer kuna mengi. Kuna DAP, kuna hiyo NPK na kuna hiyo kampuni mingi. Lakini fertilizer inategemea na vile mchanga vile iko. Ukipima mchanga utaona hii fertilizer ni gani ndiye itafanya vizuri kwa hii shamba. Ndio unaona sisi tunapima mchanga. Kwanza tunapima mchanga tujue hii shamba inataka kiasi gani ya DAP. Ni kweli. Au inataka kiasi gani ya NPK. Au isemekane uwezi tumia NPK kwa hii shamba, tumia DAP. Au utumie NPK kwa sababu mchanga imekuwa acidity, tuone kama NPK ndiyo itafanya vizuri. Wewe uweza kutumia agronomist kwa ukulima wako? Ni mzuri sana. Uwezi fanya kitu bila mtaalamu. Kwa sababu unatembelea watu wa agriculture. Lazima uwe na expert. Kwa sababu kama mimi mkulima sijui kupima mchanga au sijui fertilizer ile mchanga inahitaji. Sasa mpaka niwe na expert. Ndiye ataweza jua hii mchanga inataka hii na hii. Hebu tueleze hii Fall Armyworm waliwezaje kuingia kwa shamba lako? Hii mahindi nilipopanda inakujanga na matawi mawili. Unaanza kuona hii inaanza kuwa nyeupe, ikiwa na dot nyeupe. Nikaenda kwa agrovet wakanipatia dawa ya kuua nini. Kuna hiyo mayai na kuna hiyo Fall Armyworm. Nikaanza na hii ya mayai. Kurudi ikapita tu ijasikia mpaka inafika hapa. Nimejaribu kupiga ikakataa. Kwa sababu ya jua. Unajua sasa ikiwa na jua na hii labda wakati ingine mvua inakatika, inakuwa na jua. Na Fall Armyworm inajificha huko ndani. Sasa ni ngumu sana. Unajaribu kupiga lakini kuspray inategemea na spray tena. Vile utakuwa na hiyo calibration ya spray na vile utapiga. Sasa vile zimekuliwa utaweza kupata mazao? Bwana Ole Kimiti, itakuwa hatuna mazao lakini itakata. Kama ilikuwa inasaa gunia 20 au 25, itakata labda gunia 3 au 4. Lakini tutakuwa hatuna mazao lakini haitakuwa vile. Kila mtu anafanya ukulima kwa sababu ya soko yake. Kuna wale wanafanya soko yao kwa sababu ya silage ama chakula ya ng'ombe. Na kuna wale ambao wanaifanya kwa sababu ya ile kukausha mahindi na waweze kuuza ikiwa mahindi ya kusiaga. Wewe soko yako ni ipi? Na kama hii mahindi ambayo tunaona hapa mwisho yatauzwa kama nini? Soko yangu inategemea na vile tunafanya, kwa sababu wale wanaye siaga na kusiaga iwe silage inafidiwa ng'ombe. Lakini ya kukausha na kufanya nini, hiyo ndio laini mimi niko. Nakausha alafu naweka store, wakati biashara itakuwa mzuri au bei inapanda ndio ndauza. Sasa hivi naona umeweza kuangamizwa sana na Fall Armyworm. Na kwanza mahindi zako mingi ambazo tulikuwa tunasema kwamba utaweza kuvuna, huenda usivune vile ulikuwa unatarajia. Kuna vile mmeweza kuwa na mawasiliano na Equity Bank kwa sababu ya kulipa loan yako, ama itakuwa namna gani? Kwa sababu ikifika ni mkopo lazima ulipe. Ole Kimiti, biashara ni hivyo. Tunatembelea hao, tunakuwa pamoja. Hata hao waafisa wa field wanakujanga, wanaona vile shamba inakaa. Naita hao ikiwa haijaenda vizuri, naambia mambo sio mzuri. Lakini tunaongea nao na tunapata mapatano. Unaweza waambia vipi wale ambao wanaogopa kwenda kuchukua mkopo? Wale kitao mimi naambia hao waende wafungue account. Kwa sababu sisi mahali tumefika ni finance. Na vile iko, ukichukua pesa weka mahali inayefaa. Ukiweka mahali inayefaa wao ufanyie kazi, utalipa.
Nilikuwa niko na muda, nimechukua pesa kwa Equity maybe mwaka sahi kama 15 na sijai kuwa nimekosa kulipa.